Leo in the page of history imekuandalia makala ya mtu aliyewahi kutokea mwaka 1990. Huyu ni jambazi aliyefahamika kwa jina ni Simeon Mogilevich. Jambazi mtata ambaye aliyewahi kuzihangaisha mamlaka nyingi za serikali kipindi ambacho kilicho kirefu zaidi. Huyu ni mtu wa maajabu zaidi. Simeon Mogilevich inatajwa ndiyo faza wa mafaza, haswa katika ujambazi ulio mkubwa zaidi. Lakini zipo historia hizi na zile ambazo zenye kumuelezea Mogilevich ni mtu ambaye aliyewahi kufanya ujambazi tungali mwaka 1981. Hivyo ilimuweka katika ramani iliyo ya hatari. Simeon Mogilevich akaanza kutafutwa na security za nchi nyingi kama vile United States of America, England, kisha na Italiano, halafu na Australia. Lakini mataifa mengine yalikuwa hayana haja naye kama vile Russia, kwa sababu hawapeani wafungwa, na nchi hizi tulizozitaja za Europa, kwa vile baadhi za nchi ambazo zilikuwa zimefunga mkataba na sehemu ya Russia kwa sababu hawapeani wafungwa, hivyo hawakuwa na haja naye, na nchi nyingine kama vile sehemu ya kisiwa cha Scotland. Hivyo sio Mogilevich tu, bali kuna majambazi walio wengi zaidi kuwahi kuandikwa katika historia ya vikosi vya kijasusi, vikosi vya FBI. Hivyo niliwahi kushangaa ni vipi hasa watu wamtengeneze kuwa Mogilevich ndio miongoni mwa jambazi aliyemkubwa. Hii ilinifanya kufanya research katika vitabu mbalimbali vya kijasusi, haswa vilivyowahi kuandikwa na waandishi ambao waliwakubwa. Kipindi ambacho cha mwaka 1966 kutokea mkuu wa kikosi cha FBI aliyefahamika kwa jina ni Eddie Gabrone. Pia aliandika kitabu kinachohusu majasusi ambao wale wakubwa zaidi katika benki zile national ambazo zilizokuwa matawi yake yalikuwepo Manhattan. Kipindi kile cha mwaka 1912 ilikuwa ni bado ingali hafifu uenevu ambao uliowazi haswa kwa mabenki, ilipelekea watu wengi kukosa ulinzi haswa ulio maradufu. Hivyo Johann Pab alipanga njama mbalimbali haswa za kwenda kuingia katika national benki ambazo watu huhifadhi. Hizo benki ni kama hifadhi tu za pesa ambazo zilizo hafifu, lakini huwa ulinzi wake upo mwepesi. Ni vipi walipanga njama na wenzake ambao waliofahamika kwa jina ni Carlos Alberto Alfonso pia na Giovanni. Hawa walikuwa ni watu watatu ambao waliosuka njama wa kwenda kuingia katika national benki ambazo zilokuwepo eneo lile, tena kwa wakati mmoja. Waligawana watu hawa watatu na kwenda kuingia katika sehemu hizo, kila mmoja wakigawana na benki yake. Je, hii sifananivu na Mogilevich? Lakini kuna utofauti. Kwa watu wenye kumfahamu Simeon Mogilevich, huyu inatajwa wizi wake si wa kuvunja mabenki wala kuingia na kufanya kamandi kwa wananchi sehemu zenye kuhifadhiwa pesa, bali Mogilevich anatumia akili na haswa hutumia nyaraka na mambo ambayo ya teknoloji. Mogilevich inatajwa mwaka 1989 alipiga tukio katika sehemu ya FBI za kuhifadhia pesa ambazo za hifadhi za watu ambao wa uhitaji wa pesa zile, miongoni ambao mwa maaskari. Alitumia document na nyaraka ambazo zilizo za uhakika na wala si feki. Hata walipokuja kushtuka FBI wanakuta mtu yule ni miongoni mwa mwenye akili nyingi. na si fananivu Mogilevich na wizi wake anaofanya ambao wa teknoloji na hawa kina John Pabu
pia na kina Carlos Alfonso na pia na Alberto. Lakini wizi ambao alikuwa akifanya Giovanni ni miongoni mwa wizi ambao uliokuwa wa kibabe. Yani anaingia katika sehemu kama vile kwenye mall zilizokubwa, halafu anamimina risasi. Hivyo anaamini akimimina risasi huwa watu wengi watajenga hofu katika eneo lile, kisha ataingia katika sehemu maalumu za kuhifadhia pesa zile. Naye endapo akimkuta mtu yule mwenye kuhifadhi pesa, basi humwambia maneno mawili: nipe password ambayo ya pesa ambayo ya self, au nipe ufunguo ambao maalumu utakaokuwa huo una uwezo wa kufungulia sehemu ile ambayo yenye pesa zile. Hivyo endapo akikataa mtu yule mwenye kuhifadhi pesa zile, basi hii itampelekea kutandikwa risasi. Huyu Giovanni ni mtu hatari zaidi. Endapo akiingia katika maeneo hayo, basi hufanya hivyo. Lakini huyu Carlos Alfonso, yeye huingia, hutaka watu wote wasalimu amri tu katika benki zile ama katika eneo lile lenye pesa. Huingia na kuambia watu wasalimu amri kabla hajaanzisha mambo yake ya mapigano na kuua watu, bali huwataka watu wasalimu amri kisha wampe pesa zile kirahisi. Lakini wizi wao si fananivu, bali hawa walikuwa ni marafiki wale watatu. Lakini ukiplus na Mogilevich, wizi wake ulikuwa ni wenye maarifa na akili nyingi zaidi. Hivyo Mogilevich alikuwa akichukua pesa kisha na kuzitakatisha. Yani alikuwa akichukua kama vile shilingi 10,000 ama dola 100 ama dola 200, basi huzipiga kopi. Nazo huzipiga kopi kwa sababu na kuhitaji pesa nyingi na kuzisupply katika makampuni, na watu wengi huzani pesa zile ni nyingi. Lakini mwaka 1990 Mogilevich alichapisha matoleo mengi ya pesa ambayo ya dola 100, kisha fananivu na dola zile hizi tuzionazo ambazo zilizo halali. Mogilevich alizisambaza pesa zile takriban ya dola milioni 15. Tena alikuwa akiwalazimisha watu. Mogilevich mtindo wake ambao ulikuwa ni mmoja, endapo akiwakuta wafanyabiashara wapo katika maeneo ya biashara zao, basi hufika katika eneo lile na kuwalazimisha wampe pesa zilizo halali, kisha na yeye awape pesa zile za matoleo yaliyofeki. Hivyo alifanya zaidi, na endapo ukikataa, basi anakutandika risasi. Na vile alivyokuwa akiogopewa Mogilevich, basi alifanya hivyo kwa kipindi kirefu, akitengeneza pesa za matoleo yaliyofeki, kisha na kuwapa wananchi wenye kufanya biashara pesa zile ambazo zilizokuwa sio halalifu. Hivyo alifanya kwa kipindi kirefu, ikapelekea Mogilevich kuwa katika saini ya watu matajiri ambao utajiri wao walioupatia katika ujambazi.